وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Wapenzi watazamaji wa channel yetu pendwa, kwa mara nyingine tena tunapenda kuwasalimia kwa maamkizi mema. Tuseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mungu na rehema zake na baraka zake ziwe kwa kila mwanadamu. Ndugu zangu, nimshukuru tena kwa mara nyingine Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu ambaye humpa mtakaye na mnyima anayetaka. Ufalme wake ni wake yeye Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwenye kubakia na ufalme wote uko mikononi mwake. Leo nitapenda kulizungumza hili. Nilizungumza wiki iliyopita. Kuna watu nchi hii ni wajinga kabisa. Na hii kwa kweli wa Afrika, unajua kuendesha maisha yako kwa ushabiki kama wa mipira wa Simba na Yanga ni kitu kimoja kibaya sana. Kibaya sana. Yani unaendesha maisha yako kwa ajili ya ushabiki kama ukeleketo wa Simba na Yanga. Juzi nimezungumzia kidogo nikamtaja Heles ambaye ni rais wa Yanga kwa kugombea kwake ubunge Kigamboni. Nikasema ana uwezo, ni kijana, ni msomi, anafaa. Kama kaweza kuongoza taasisi kubwa kama Yanga, mjinga mmoja anasema na comment anasema ukaumiza sana Simba. Sasa kwa akili yako yeye alikuja kuijenga Simba? Hakuja rais wa Yanga hakuja kwa ajili ya kuijenga Simba. Ila anapokwenda kwenye siasa anakwenda kujenga maisha ya watu wote. Kwa hiyo inaonyesha kwamba nchi ina watu wa aina gani, walivyokuwa uelewa wao ni mdogo. Na hii kila siku wanasema, watu wasema unatukana, sio matusi, ushamba sio tusi. Na hii inatokana na Watanzania wengi ushamba, na wengi hawakusoma, wengi tumemaliza form 4 ya shule za kata. Yani mradi tu mtu upo. Ukimuuliza mtu Nairobi tu hapa, jirani tu Nairobi, hata siku moja mtu akasema wacha nikatembee Nairobi, kutembea tu, au niende angalau Uganda nikatembee, ambapo unakwenda hata na karatasi ya kuandika pale boda tu, unaandikiwa unaingia. Niende hata Burundi, niende hata Komoro, yani vijinchi vilivyozunguka, mradi ukaone tu, ubadilishe mazingira. Kutembea ni elimu. Watanzania hatuna tabia hiyo. Hata kutalii tu, kwenda mbuga za wanyama pori hapo hatuwezi. Mbuga ziko kwetu, mtu paka anazeeka hajawahi kufika Ngorongoro, hajawahi kufika Mikumi hata siku moja. Sasa huyu mtu anaweza kuwa na akili sawa sawa kama sio kujenga chuki kwa watu wenye maendeleo, mafanikio? Kazi yake ni kufuatilia watu wenye mafanikio tu. Yani maisha yake ni kufuatilia watu wenye mafanikio. Chuki ndio imemkamata. Kwa hiyo tatizo ni kiburi cha elimu za ujanja. Hii ni hatari sana. Sasa nilizungumza hivi na narudia, nikasema hivi, CCM ndio chama kikubwa Tanzania na Afrika Mashariki. Kwa nini maneno mbona watu leo kila sana maneno ya wazi ya kweli? Jamani, ni sawa kusema mzee wa Islam na Wakristo nchi, watu gani wana rasilimali nyingi za kielimu? Hivyo hata kama mimi ni Muislamu nitangangania kwa Waislamu, wakati wa Kristo ndio wana rasilimali nyingi za kielimu. Hili nao linahitaji uwe na chuki. Unajua kuna vitu vingine havihitaji hata chuki, ni kueleza tu ukweli. CCM ndio chama kikubwa. CCM ndio chama kimetutoa ndani ya mikono ya utawala wa wakoloni. Ilikuwa inaitwa TANU, sasa CCM ndio wale. CCM ndio chama kilicholeta ukombozi wa kusini mwa Afrika. CCM. CCM nchi hii imeichukua, haina chuo kikuu. Chuo kikuu cha kwanza kilikuwa Lumumba pale, watu hawajui. CCM imekuta nchi haina barabara hata moja ya lami kutoka mkoa mpaka mkoa. Ni wao ndio wamejenga. Kwa hiyo haya mema yote mnayoyaona, maendeleo yote, leo hii Tanzania tumekuwa mtu anasoma udaktari, ana graduate, general doctor, anakuambia sina kazi. Hivi zamani
wakati si watoto daktari graduate kuwa daktari general doctor, anaweza kukosa kazi. Daktari alikuwa kosa kazi. Hata walimu wangapi sasa wana kazi wako majumbani. Ina maana wasomi ni wengi, na hii kazi imefanya ni serikali ya CCM. Na narudia, mimi si mwana CCM, sio msemaji wa CCM, lakini ukweli Mungu anaufunguka na usema. Na wala sijali kupendwa au nipende sawa au usinipende. Mimi nahitaji nipende Mungu tu basi. Na mimi wasiendesi maneno yangu kwa miemko kutaka sifa mtu anisifu. Wewe kama unasifu kamsifu mkeo na wanao. Mimi sihitaji sifa. Mimi nahitaji kusimama kwenye haki basi. Kwa hiyo nikasema kwamba hata dhamana ya nchi hii iko chini ya CCM. CCM ndio imetujalia kutupa viongozi, marais bora wasiokuwa na uroho wa kujilimbikizia mamlaka kubadilisha katiba. Ikifika miaka 10 anaondoka, miaka 10 anaondoka. Ni CCM. Lakini ndani ya CCM kuna watu ambao ni wa roho wa madaraka. Wanahitaji wahomole vitu vyote, wasakafie wao na watoto wao. Yaani mtu akikosa nafasi ndani ya CCM anaona kama vile yeye ndio alikuwa kama ndio Mungu wa chama. Hakuna. Lazima sifike sehemu tuelezane kweli. Hakuna. Hao wapinzani wote tunaoona wanatokeza ni masomo ya CCM ndio iliwasomesha serikali ya CCM. Kina Tundu Lissu wote, kina Mbowe wote, kina Heche wote, kina Lipumba wote wamesoma chini ya serikali ya CCM. Na mimi namshangaa sangine kakaangu Heche, mdogo wangu Heche, mtoto mdogo yule ni mkubwa kwake. Siku moja anasema serikali ina elimu ya ajabu sana. Baba amekula chakula. Sasa ndio elimu gani hiyo? Kasema mtoto muone. Wakati naye kasoma elimu hiyo hiyo. Na anawaambia tu nimsome. Na sina chuki na Heche. Heche ni Mtanzania. Sina chuki na Lissu, Lissu ni Mtanzania. Sina chuki na Chadema, ni chama cha Watanzania. Lakini tukifika kwenye ukweli, tueleze ukweli. Hivi kwa akili ya kawaida tu unaweza kuwapa Chadema serikali? Nchi tabaki salama? Watu ambao hawawezi kustamili kuelezwa ukweli, hawawezi kustamili makosa ya raia wa Tanzania, akawakosea wao, inakuwa nongwa tukana kwenye mitandao. Sasa hawa watu wakipata serikali si watabadilisha watu? Sasa tufunge sema ukweli, kiongozi ni jalala. Mzee Mwinyi alisema wakati alitoka kwenye Tanzania na tukanwa kati ya rais. Akasema mkono ukichafuka kwa mtu mzima unaunawa. Alisema huwezi kukata mkono, unanawa. Lakini leo Chadema mnashindwa kuonyesha ukomavu wenu wa kisiasa. Mtu akigusa basi nongwa, hatukupendi wewe uko hivi. Sasa mtapendwa na wangapi? Wewe unataka upendwe na watu wote, wewe nani? Hata mitume walikataliwa, lakini walistahimili. Sasa nakuja kuangalia, nilizungumzia kuhusu watu gani wasiofaa watatu. Na hili nilipafanua leo kwa urefu kabisa. Nilisema hivi, ndugu zangu wa Tanzania, mtu wa kwanza ambaye kama mimi ndio kamati kuu ya CCM, na CCM naomba hili lichukue lifanyie kazi. Kuna watu waliokuwa Chadema wanawaambia watu CCM ni chama ambacho hakifai, kibaya, kimejaa wezi, kina ovi. Walisema, walituambia. Watu wakawaamini, lakini watu wenye akili hawakuamini maneno hayo. Wakabaki ndani ya CCM. Wakatuvusha daraja hilo la CCM. Leo wale watu wamerudi, mfano kama kina Esther Butiku. Wamerudi, Esther Butiku alikuwa Chadema kamaliza, amerudi huku CCM anachukua na fomu ndani ya CCM. Na wengine wapo wengi hatuwezi kumaliza tukuwataja. Nimetoa mfano. Mtu anakuja CCM eti na yeye anataka ubunge. Jamani, hivi kweli imeingia akilini? Wako makomrade ndani ya CCM. Wako makada vijana wetu wamefia chama, wanafia nchi. Wana uwezo, wana elimu ya kutosha. Wazalendo, wachapakazi. Eti wawekwe pembeni aangaliwe mtu kama huyu akapewa ubunge. Jamani, hii sasa tutakuwa tunakwenda wapi ndugu zangu? Hebu tufike sehemu tuangalie. Yaani inaonyesha kwamba CCM haina watu muhimu, ili mpaka imsubiri yule aliyekuwa upinzani ndio watu wampe nafasi ile. Ndio maana yake. Kitu ambacho si kweli. Naomba mnisamee, mimi nafumuka kwa haki.
na mkayafikiri anayosema kama anasema ni ya uongo. Ni sawa na mko katika vita, mnapigana kikosi na kikosi hiki, askari kwa amepambania nchi mpaka anamaliza anachukua nchi. Anakuja mtu aliyekuwa anapiga askari na huyo askari anakuja kwenye jeshi, mnasema basi bwana wewe umekuja huku tunakupa uamiri jeshi mkuu, utakuwa jenerali wa vikosi hivi. Watu wako wamepigania nchi, unaacha kuwapo jenerali hawa unampa huyo aliyekuwa muasi? Haiwezekani jamani. Hebu fikeni, mfikirie, msifanye makosa uchaguzi huu. Mtu wa pili nikasema, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Jembe na Watanzania, mama mzalendo mchapakazi, ameangalia na idara yake ya TIS. Idara ya TIS ndio mdomo wa nchi. Hii amani yote tunayoiona ni TIS. Wanafanya kazi usiku na mchana hawalali. Wanamletea rais majina. Mama huyu anafaa kuwa mkuu wa mkoa, huyu anafaa kuwa katibu wa wizara fulani, huyu hivi. Rais anakuheshimu, anakuteua wewe na anakuapisha. Unakaa baada ya miezi mitatu au miaka miwili, mwaka mmoja, uchaguzi unafika, unasema mimi nafasi hii sitaki. Umekuwa mkuu wa mkoa, umekuwa mkuu wa wilaya, umekuwa katibu mkuu wa wizara, unalizaini kule alikokupa rais, unataka kuja kuchukua ubunge. Ina maana ndani ya CCM hakuna watu wenye akili wa kuchukua nafasi ya ubunge ila wewe tu. Nafasi aliyokupa rais kwa nini umeachia? Kisingizio eti wanasemaje kwamba ukikaa huku rais anaweza kukutumbua siku yoyote. Na wallahi nataka nikwapie wa Tanzania, ukiona rais anamtumbua mtu, huyo mtu ni mzembe, hana uwezo. Mtu mwenye uwezo serikali haiwezi kumwacha. Nataka ili wa Tanzania walijue. Mtu yeyote mwenye uwezo wa kufanya kazi ya serikali akasimamia haki, serikali haiwezi kumtumbua. Zaidi rais anaweza kukutoa kwenye wizara hii akakuweka huku. Rais anaweza kukutoa kwa mkoa akakupandisha kwenda wizara kwa katibu mkuu, au anaweza kukupata ubunge akakupa waziri. Kwa hiyo inaonyesha hawa watu wameona kwamba huku kwenye ukuu wa mkoa hakuna upigaji, hakuna hela, hela ziko kwenye ubunge, basi ni kufuata hela tu. Sio uongozi. Kwa sababu kama uongozi, mkuu wa mkoa ni mtu mkubwa, anapigiwa saluti na RPC mwenye nyota, OCD, RCO, OCCD, OCS, askari wote na vyombo vya ulinzi na usalama ndani ya mkoa vina saluti kwake. Na nyumbani kwake kuna field force wawili, Red Beret, na wanalinda nyumba yake na gari. Na ana gari la kutembelea na bendera, chakula anapewa na serikali, nyumba na serikali, matibabu yake na serikali, na staili zote na serikali, mpaka city allowance zake na serikali. Anaacha nafasi hiyo, anakwenda kutafuta ubunge kwa hali na mali. Hivi huyu mtu kweli mtaniambia analenga kuongoza watu? Sio maslahi, anatafuta utukufu tu? Au anatakaje apate ubunge apewe waziri aje atese watu? Ananongwa na watu fulani aje waumize watu? Hapana. Haya ni maneno lazima tuyaseme. Sisi ni wahubiri wa dini, tuheshimu basi. Kama kweli mnatuheshimu, tusikilizeni na maneno yetu. Hatuna chuki ya mtu. Ni kweli serikali imeweka kanuni na CCM kila mtu ana haki ya kugombea, kuchagua au kuchaguliwa. Lakini mwenye haki ni yupi? Ni yupi? Tuchukue tu mradi mtu tu ni mtu tu ana haki ya kugombea. Si ndio bwana CCM inachuja? Wewe CCM itakupa uongozi ovyo. Usifikiri CCM inaweza kukuteua ovyo. Inachuja, na wale wanaochuja ni watu wenye akili nyingi sana. Nyingi sana. Mtu wa tatu nikasema ni kiongozi wa dini. Wewe umekuwa shekhe, unawahutubia watu wenye shekhe, unapigania mali za Waislamu na haki za Waislamu. Na mwingine unasema wewe ni mhubiri, unahubiri watu wa dhambi, wamtii Mungu, wawe Waislamu. Leo wewe kwa tamaa zako unaacha kuhubiri dini, unakwenda kuchukua fomu ya chama. Kiwe chama cha CCM, kiwe ACT, kiwe CUF, ni chama tu. Unataka uende bungeni, kumbe wewe kwenye dini ulikuwa unatafuta hela tu. Umeona maokoto hamna, watu wamekushtukia, unastaka zile bunge. Ndio lengo hilo tu, wala sio utetezi wa nchi, ni uongo.
Ni uongo. Hawa watu waogopeni kama ugonjwa wa ukoma. Kama ni mimi ndio naingia kwenye mkutano mkuu wa CCM, nina uwezo wa kumfikia Rais Samia na viongozi wakuu wa CCM, makatibu, naomba mpokee maneno yangu miyachuje. Kama yana uongo, jaribuni mwe wa kweli. Naamini chama cha CCM ni chama makini, chenye watu makini, serikali na viongozi makini, vyombo vya usalama ni makini, na hapa ndio utajua vyombo vya usalama vinafanya kazi. Umeshindwa dini, eti kisingizio wewe uko unaongea siasa. Mimi sihitaji kuchaguliwa. Ninazungumza siasa za kuishauri serikali yangu. Sijasema nichaguliwe mimi. Mwingine anasema wewe unafaa rais akupata kwa wilaya. Brother, sikiza nikuulize. Mamlaka ndio nao mimi makubwa kuliko mkuu wa wilaya. Ila mkuu wa wilaya kwa sababu ana dola inapaswa mimi nisalende kwake. Mimi sihitaji cheo chochote. Naomba mnielewe tu. Mimi sihitaji cheo. Mimi nahitaji cheo kesho mbele ya Mungu katika ufalme wake. Sihitaji kuwa mkoa, sihitaji ubunge, sihitaji kuwa wilaya, sihitaji udiwani. Niliitwa kwetu nikagomea, nikamwambia hapana. Mama yangu mtu wa Tabora, babangu mtu wa Mbeya. Niliitwa Mbeya, nimekataa, nimeitwa Tabora, wallahi. Nimwambia hapana, siwezi. Na ningechukua. Nimwambia hapana, siwezi. Lile jimbo ningechukua, jimbo la Kaliwa kule, mama yangu yuko Kaliwa kule. Kaliwa kwa Profesa Othman Juma Kapuya, ningechukua. Lakini nikamwambia hapana, endelee. Sasa haya mambo ukiyasema, mtu anakuchukia, anatuma watu wanakutukana mtandaoni, kwa kweli labda niwaambie haya matusi ndio yamemponza Tundu Lissu. Sasa hivi anajuta, anasema jela kule sio kuzuri. Kaa tu. Sisemi akaika. Na kinachokuponzeni watu wa Chadema na wanasiasa nchini kiburi. Tundu Lissu kimekufikisha hapo kiburi, kujiona wewe una akili kuliko wanasheria wote ndani ya CCM. Ndani ya serikali. Hili ndio kosa lako. Hujalitambua tu wewe ni msomi gani. Na wale kuzunguka ni wasomi gani. Ungekuwa na akili, wallahi na kunaamini wewe hata mwanzo usingekaje. Ungeomba radhi tu kwa serikali yako tukufu. Ndio serikali iliyokulea. Kwani ukiomba radhi utaonekana wewe mjinga? Mheshimiwa Rais na vyombo vyako vya ulinzi na usalama, natubu, niko chini ya miguu yenu. Naomba radhi. Mimi ni mtoto wenu, ni kijana wenu, mmenisomesha wenyewe. Nilikosea. Yalikuwa ni maneno ya asila kutafuta kiki. Natubu, naomba mimi mniachie. Na hapa kwa dini ya Mungu, hakuna watu wenye huruma kama viongozi wa ndani ya serikali watakuhurumia. Hao wanaokamata usifikiria warudie Mungu, wanamjua, wanakula jioni, wanalala, wana watoto, wana wadogo zao. Kwa hiyo wanao nafasi ya kukuhurumia wewe kama mtu, lakini unaonekana uwezo wako ni mdogo kufikiri. Msifikiri wa Tanzania kila aliyesoma na uwezo kufikiri. Hakuna hata siku moja. Kuna wasomi wasiokuwa na uwezo kufikiri. Usifikiri hivyo kukaa ndani ndio ukitoka utapata nchi. Nchi upate na ndani unakaa. Sasa utaipata hiyo nchi na uchaguzi kushiriki. Yaani mimi maneno yasema ya wazi kabisa. Na kama ni siasa za hivyo basi umechelewa kaka yangu. Tundu Lissu ni mkubwa kwangu. Lakini mimi nakushauri, na wala sikutukani na kupenda. Na hao wanaokudanganya ndio wakupendi. Sasa mtu mwingine mjinga akataka kujadili mafuta haya, utaumia bure. Haya mafuta ndugu zangu wa Tanzania, naomba mnisikilize. Mimi sifanyi hivi kwa kutafuta kiki au nini. Utaumia. Tena utaumia. Haya mafuta shekhe nikitaka kuumiza mtu naumiza mtu. Mimi namtoa jini mtu hapa. Jini ni kiumbe ambaye haonekani ila yeye anakuona. Lakini kwa uwezo wa Mungu na dua tunazofanya na Qur'ani na usomo na mashekhe hapa anatolewa jini. Mafuta haya nilisema ni shilingi 20,000. Nisikilizeni kwa makini. Shilingi 20,000. Unaweza kutumia chupa 3, chupa 2, chupa 5 mpaka chupa 2, 3. Inategemea tatizo ulilo nalo. Mmoja kakupa, mbona unatangaza kila siku? Ulitaka nisitangaze? Watu watajuaje kama nipo? Nitawahudumia vipi watu kama sio yako mbaya? Au unaonekana wewe mchawi anakuumiza? Wewe mchawi anakuumiza? Kwa hiyo mafuta haya mabwana ni tiba moja ya hatari sana. Na watu mnalogwa, kuna watu mharibiwa maisha na kuna watu ni kadari ya Mungu. Mfano, mtu aliyeharibiwa maisha na wachawi. Naomba mnisikilize sana. Haya maisha kila mmoja Mungu anamtengenezea maisha yake. Mfano,
Na kupeni tu mfano. Mtu aliyezaliwa tarehe 21 atakuwa na uwezo. Mtu aliyezaliwa tarehe 21 atakuwa na uwezo wa kifedha na atakuwa na afya njema. Hiyo ni tarehe, wala sio ushirikina. Na maneno shiriki watu wengi walijui. Tutakuja tukufundisheni, ni watu wajinga ndio wanatoa fatwa za kidini. Someni hata dini mjue, msisome maneno ya watu wajinga. Shiriki ni utaratibu wake. Leo imefikia mtu anataka kuchinja mnyama au mshirikina. Naona unakwenda hija, mbona unachinja? Ni mshirikina. Unachinja kwa kusudio ya nani na ya nini? Ukichinja kwa ajili ya mizimu, hiyo ni shiriki. Ukichinja kama sadaka watu wale mambo yako yaende vizuri, sio shiriki. Sasa mtu aliyezaliwa tarehe 21 atakuwa na uwezo wa kifedha na atakuwa na afya njema. Na kama unapinga yote alizaliwa tarehe 21 nipigie simu aniambie. Wallahi billahi. Sasa huyo ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu kamjalia neema. Kamjalia neema. Sasa wachawi wanaona huyu mtu atakuja kuwa na maisha, wanavuruga maisha yako. Mtu alizaliwa tarehe 22 mfano atakuwa ni mcha Mungu na atapendwa na watu, na katika tarehe hii yani atakuwa ni mtu mwema sana. Mtu alizaliwa tarehe 22 yeye atakuwa ni mcha Mungu na atapendwa sana na watu. Angalia tarehe yako kama ni hiyo, utaniambia. Sasa ujui chochote. Sasa watu ndio wanakuja wanaharibu maisha ya watu. Akikuharibia maisha yako sasa, kwa sababu na wewe mjinga umeharibiwa maisha, dalili zake ni hizi. Kwanza utakuwa ukilala unaota ndoto za kutisha, au unalishwa vyakula, au unakimbizwa na wanyama, au uko kwenye maporomoko ya maji, au unaona watu waliokufa, au mizimu. Ukiamka kwa maisha ya kawaida unajikuta kile unalofanya liengi, unakuwa na mikosi mingi. Ukiingia ofisi yoyote watu wakupokee, ukitafuta kazi upati, maradhi yasiyotibika. Maradhi ya kawaida tu, lakini hayatibiki. Ni wazi wewe umeshafanywa uchawi, umeshalogwa. Sasa bahati mbaya watu ni wajinga wengi, akishalogwa kaharibiwa mwili, anashindwa kukaa na mume, anashindwa kukaa na mke. Ana maradhi ya kawaida tu watu wanapitishia humo. Sasa yeye ajue anajifanya kuwa ni mjuaji tu. Kwa sababu ya ujinga anajifanya kuwa ni mjuaji kwa sababu ya ujinga. Yeye anajiona anajua, kumbe ni mjinga katika wajinga. Anakwenda kwa wachawi badala ya kumpa tiba ya kuondoa matatizo, anasaidiwa uchawi ili umsaidie uchawi. Mafuta haya utakuwa mpaka asubuhi na jioni, na wallahi na hapa na Mungu ni shahidi. Haya mafuta, hii ni zeti ya hatari sana. Hii ni zeti zaituni original, inatoka Palestina. Haya mengine mmeona yanakuja huko yanatoka Italy na Spain kwa ajili ya kula. Tunazungumza ukweli, hatuvurugi biashara za watu. Sasa hayo ni kwa ajili ya kula, hii ni kwa ajili ya dawa. Na Mungu amezungumza ndani ya Qur'an katika surati Nur sura 24. Mungu ameeleza ni nuru juu ya nuru. Katika Qur'an surati Tin Mungu ameeleza watini wa zaituni. Kwa unapopaka haya mafuta, shekhi wangu, utaona mwili wako unakuwa ni nuru. Kila utakapopita watu watakubali. Lakini sisemi utakuwa tajiri, hapana. Hali yako ile anayoitaka Mungu itarudi. Sasa mtu mwingine mjinga atajiuliza, je, ina maana Mungu alishindwa maarifa na wachawi? Hapana, Mungu hashindwi. Lakini Mungu anaacha. Kwa imani yetu Waislamu, Mungu ameumba njia mbili, ima shakira wa ima kafura, ima kushukuru ima kukufuru. Sasa ukifuata kukufuru, Mungu anakuangalia tu. Ukifuata kushukuru, Mungu anaangalia. Na nataka watu wajue, msione wanadamu wao wote wamekuwa watulivu, wanamuogopa Mungu. Watu waogope Mungu, watu wanaogopa serikali. Kwamba ukifanya hili utakamatwa, uende Segerea, uende Uyui, uende Ukonga, uende Maweni. Ni wanaogopa watu. Watu wangemuogopa Mungu, basi maduka tusingekuwa tunafunga. Si Mungu namuogopa Mungu, si umuone lakini anakuona. Watu wasingezini, si unamuogopa Mungu. Kwa hiyo niwaambie kwamba tunapatikana Dar es Salaam, Magomeni Mikumi, Magomeni Kagera. Ukishuka kwenye petrol station ya Oilcom,
petrol station ya Oilcom. Ukifika hapo nipigie simu. Petrol station ya Oilcom, kama unatoka mjini ukipita Mwembe Chai, kituo kinachofuata itabidi uvuke barabara. Kama unatoka Ubungo unashukia hapo hapo petrol station Oilcom, unaiona. Ninafungua saa 4, ninafunga saa 11:30 jioni. Watu wa dini zote wanakuja. Kumtoa mtu jini ni bure, ila atalipia mafuta ya shilingi 20,000. Na niombe nitoe tahadhari. Kuna watu wengine wajinga sana, maskini ya Mungu. Usinipigie kwa kulalamika, niambie una tatizo gani ili nikueleze unatakiwa utumie chupa ngapi. Ili ndio la muhimu. Niambie una tatizo gani na nitakwambia unatakiwa utumie chupa ngapi. Watu wenye matatizo ya ganzi miguuni, vidole kuwa vinapata ganzi vya mikono vinachoma choma, maumivu makali ya kiuno na mgongo, kupoteza nuru ya macho na kuona, hizo zote ni dalili ya mtu aliyefanya ushirikina. Lakini kwanza anza hospitali. Nitakuuliza umeenda hospitali? Sasa mimi sipendi ukaja mimi nipo kwa ajili ya kutenda haki. Anza kwanza hospitali. Kwa hiyo bwana, nimezungumza ili kwa nia nzuri, watu wajipange. Mafuta yapo inshallah, njoo utapata. Na mafuta ni hatari sana. Na utakapokuja hapa tutakuelekeza. Na kuna watu wanalogo na ndugu zao kabisa, na familia yao. Wengine wanachukiwa mpaka na watoto. Kwa akili yako mtoto wako uliyezaa kuchukia, uone kwamba mwili wako na kimavi. Mwingine kila anachofanya hata kama yuko Ulaya hajengi, yuko Marekani, yuko Uingereza, wenzako wanapata pesa wanawekeza Afrika, yeye hamna kitu. Wewe ujiulize. Wewe ujiulize kama uko sawa. Unabaki na kiburi tu. Mimi siamini uchawi. Kama uamini uchawi, akili zako ziko sawa. Tena ndio kweli. Kama uamini uchawi upo, basi wewe ni kafiri. Ina maana hata Qur'ani uikubali, Biblia huijui, kwa sababu Torati, Zaburi, Injili na Qur'ani ni vitabu vya Mungu, na vyote vimeutambua uchawi na vimeutaja. Vimeutaja kwa jina. Sasa utasemaje utambui? Ina maana una akili kuliko Mungu. Wewe kitu chako cha kizimu. Uwezo wa watu sisi ni mdogo, tunatofautiana. Sasa usipinge mawazo ya mtu anayekuzidi uwezo kufikiri. Ujinga wako usifikiri ndio ujinga wa mtu mwingine. Na ndio maana elimu inatofautiana. Sio wewe kulazimisha ujinga wako ndio ujinga mwenzio. Ulaya wanabuni tunasafirisha mafuta haya kwa kutumia DHL. Ndio tunapata. Tupigie simu yetu kwa WhatsApp, simu ndio hiyo. Afrika, Tanzania tupigie kwa kawaida, usipige WhatsApp. Mikoani tunasafirisha kwenye mabasi. Nchi jirani tunasafirisha kwa mabasi, Kenya, Lamu, Mombasa, Nairobi, tunasafirisha kwa mabasi. Kwa tunakutumia mafuta yetu na utasurvive vizuri. Mimi niishie hapa. Mungu ibariki Afrika, ibariki Tanzania, tujalie uchaguzi wetu uwe na amani tele. Mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر